Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Wamatundu, kulikuwa na jumba la dhahabu, jumba la kutisha. Wakati wa alfajiri, mvua nyepesi ilikadondoka juu ya kijiji cha Wamatundu. Mzee mmoja mwenye ndevu za kijivu, aliyejulikana kama Mzee Chamoto, aliwaita vijana wa kijiji na kuwaambia hadithi ya jumba la dhahabu lililojificha katikati ya msitu wa mizimu. Wengi wamejaribu kufika kule, lakini hawakurudi, alisema kwa sauti ya kuogofya. Lakini ndani ya jumba hilo kuna hazina zisizo na kifani na pia laana ya milele. Vijana 5 walijitokeza zawadi: msichana jasiri mwenye busara nyingi, Bakari, mchora ramani, Nundu, mvumbuzi wa mimea, Halima, mchawi wa mitishamba, na Joka, mpiganaji mwenye nguvu kupita kawaida. Walifanya kiapo, wataingia msituni, watafika kwenye jumba na kurudi salama au kufa wakijaribu. Siku iliyofuata, walipoingia msituni, upepo ulianza kunong'ona maneno ya zamani. Majani yalikuwa na harufu ya damu. Ndani ya saa moja, walipoteza njia na giza lilianza kushuka kabla ya jua. Walifika mbele ya mlima mdogo uliojaa vichaka vyenye miiba. Wakati wakipanda, Nundu alisikika akisema, "Kuna sauti zinanitia wazimu." Miti ilionekana kama inacheka. Walipofika juu, waliona mbali kule ndani ya msitu paa za jumba zilizong'aa kama dhahabu chini ya mwanga wa mwezi. Walishuka chini ya mlima na kupata lango la chuma lililozama ardhini, lililozungukwa na majivu meusi. Mlangoni kulikuwa na maandishi yaliyosema, "Ukigusa bila roho safi, utaungua kaburini." Bakari alichora ramani, Halima akavua hirizi yake ya ulinzi. Walipoingia ndani, walikumbana na kivuli kikubwa kilichofanana na mtu asiye na uso. Kiliuliza swali moja: "Ni ipi rangi ya kweli ya dhahabu?" Walitafakari kwa muda. Zawadi alijibu, "Ni damu ya tamaa."